Karibu kwenye jukwaa la Mwenge wa Kiswahili, nahodha wako Jibril wa Adam. Karibu tena katika makala yetu. Kama nilivyokuwa nimekueleza pale mbeleni, ni kwamba leo hii studio tuna mgeni ambaye atatusaidia sana kuzungumza kuhusu swala zima la ulezi wa vijana na malezi na jinsi wanavyoweza kuadilika katika jamii. Kwa hivyo keti pale ili uweze kusafiri nasi katika mdahalo wetu mzima ili tuweze kufaidika katika swala zima hili. Tunalea kizazi ambacho kinajua kila kitu kuhusu dunia, lakini kina changamoto kubwa sana, hasa katika kujielewa. Hatujui ama hatuna hakika changamoto ni sisi kama wazazi, walimu ama jamii kwa jumla. Na ndio maana leo hii tuna gumzo letu hapa katika Mwenge wa Elimu kuweza kutatua ama kupiga darubini swala zima hili, na mgeni ambaye atajitambulisha ili aweze kutuelekeza katika mdahalo wetu mzima huu. Karibu sana mwalimu. Asante sana ndugu yangu. Naam. Jina langu ni Mwalimu Anduvate KM, mwalimu ambaye amefunza kwa miaka mingi tu, na baada ya kufunza kukutana na wanafunzi wa vizazi mbalimbali amestaafu, na baada ya kustaafu amejiunga na masomo ya chuoni, kisa na maana kuangalia kabisa na kuchunguza dunia yetu inaelekea wapi. Watoto ambao wakati mwingine tunasema hatuwaelewi, nimejitokeza kwenda kusoma na wao ili niweze kujua wanaenda wapi, na pia niwaambie ya kwamba kule wanakoenda mimi nimekuwa huko na sasa nimerudi, nikiwatahadharisha wajue kwamba ni kweli kabisa, wafuate yaliyo muhimu. Asante sana kwa kujitambulisha, na umetaja hoja moja kwamba umerudi katika masomo ili kuweza umetangamana na kizazi hiki cha watoto wa karne hii ambao wengi wanaitwa Gen Z. Kuna jambo pia umetaja kwamba wengi wao kwa namna ya muonekano ni kwamba hawaelewi, na pia mimi sielewi pia. Tatizo linaweza kuwa vipi? Manake hivi sasa tumeangalia kuna mambo mengi yanayotendeka, vijana na watoto wana changamoto zao ambazo wanakumbana nazo, wazazi wana changamoto zao katika ulezi, si kama zamani. Pengine kutokana na tajriba ama katika mambo mengi ambayo unaona, ni ipi tofauti iliyopo katika ulezi wa sasa na ule ulezi ambao ulikuwepo zamani, ambayo inaweza kuwa inachangia katika changamoto ambazo tunaziona sasa hivi? Asante sana. Nikipiga darubini maisha yalivyokuwa pale zamani, kwanza kabisa wazazi wetu wengi hawakuwa katika mkondo wa ajira za kwenda ofisini. Wengi walifanya kazi za nyumbani, kazi za mashambani. Kwa hivyo walikuwa nyumbani mara nyingi na watoto wao, na waliweza kuwalea watoto wao kufuatana na mila na desturi, na pia walezi walikuwa ni wengi, bali na baba na mama. Watoto walilelewa katika mazingira ambamo kulikuwa na jamaa wengine, wajomba, mashangazi, babu na hata nyanya. Ilikuwa ni nadra mwaka uishe kabla mtoto hajatembelea mmoja wa jamaa mbali na wazazi wao, na huko tabia ambayo labda ilikuwa geni kwa wao na wazazi hawakuwa wameipigia darubini, wangeweza kuiona mara moja na kuelekeza. Bali na hayo, wakati huu sasa masuala ya ajira, wazazi wengi wanatoka nyumbani na wanaenda mjini na kufanya kazi, na kazi hizi
wanafanya kutwa nzima, wengine hata wanafanya usiku, na pale nyumbani watoto wanajikuta wako peke yao. Kwa hivyo wanajifunza zaidi kutoka kwa marafiki zao. Kisha katika kipindi hiki ama enzi hizi kumekuja mtandao, masuala ya kimtandao, kidijitali, na kila mtoto, kila kijana ana simu mkononi. Sasa simu zimechukua nafasi ya wazazi. Mambo mengi yanayoonekana kwenye mitandao inakuwa ni watoto hawa wanaiga kwa wepesi sana, kwa sababu si mambo ambayo wameyazoea, na wanapoiga hawajui msingi, hawajui anawaelekeza wapi, na wanapoanza kuyaiga ni kinyume sana na inavyotarajiwa mtoto kulelewa ili awe mtu wa kuwajibika. Kwa hivyo uwajibikaji ndilo jambo ambalo limesumbua vijana ambao wanaitwa Gen Z. Hawajazoea pia kushauriwa. Wakishauriwa wanaona ni kama hawapewi nafasi ya kujieleza. Wao wanataka waeleweke, lakini hawataki kuelewa wale ambao wanawaeleza. Sasa hapo ndipo kuna changamoto kubwa. Hawa wanataka uhuru tu, na uhuru bila mwongozo unawapeleka pabaya, kwa sababu uhuru wowote ule sharti uwe na mipaka, sharti uwe na sheria, na hivyo ndivyo inajenga mtu ambaye amekamilika. Kwa sababu tunazaliwa tukiwa wadogo, sisi tulikuwa wadogo. Mambo ambayo tulilelewa sasa hivi, tulilelewa ndani tukishauriwa, na wazazi wetu walitulea na ushauri wa ajabu. Mzazi angeondoka akwambie, mimi naondoka naenda zangu, muharibu vitu sana hapa nyumbani, haribuni, vunja msifanye hata chochote, mlale tu mpaka wakati nitakaporudi. Hapo tulitafsiri kinyume, kwamba wakati mzazi ameondoka hivyo, hata kama tungetaka kwenda kucheza, kwanza tungehakikisha yale ambayo anatarajia kurudi kuyaona yawe yametendeka. Kama ni kupanga nyumba, kama ni kufyeka, kama ni kusomba hata maji kutoka mtoni, kuambia Gen Z aende kusomba maji leo kutoka mtoni ama aende kuchunga ng'ombe, atakwambia hapana. Anajua haki zangu, atakwambia hiyo ni dhulma kwa mtoto. Sasa hiyo dhulma na haki na nini ndio inaleta matatizo. Sawa. Umetaja kwamba katika mfumo wa zamani mtoto amelelewa na jamii, kwamba katika ule mfumo wa zamani kulikuwa na shangazi, kulikuwa na mjomba, kulikuwa na babu na nyanya pamoja na wazazi wawili. Sasa kama wazazi wawili, halafu kazi zao pia ziliwapatia nafasi ya kujumuika na kuwatazama watoto hawa wanavyokuwa, na mambo mengi yametendeka. Sasa hivi wazazi wanatoka asubuhi na jioni, na pia hatuishi na nyanya na babu na shangazi kwa ukaribu kama ilivyokuwa zamani. Mkondo wa taasisi ya familia umebadilika sana. Leo hii tunashuhudia kwamba siku hizi kuna mchanganyiko wa familia. Tunapata kwamba kuna watoto wanalelewa na mama mmoja, pengine baba, pengine kuna ile mseto kabisa. Unapata kwamba mtoto anaishi na baba, mama kaolewa kwa baba mwingine, alafu Jumamosi hii yuko huku, Jumamosi nyingine yuko kule. Kwa hivyo yale malezi yana mshike kidogo, hayapo kama ilivyokuwa zamani. Sijui mtazamo wako ni upi kuhusu jambo hili, na pia je, unaona kwamba linachangia katika utovu wa nidhamu, kwa sababu yale malezi sio ya 100%, manake mtoto anarushwa huku yuko kule, na pia yanaathiri tabia na mienendo yake. Sijui unalionaje swala hilo? Ndugu wasikilizaji, ninapojadili ama kuzungumzia mambo haya, mengi yatakuwa ni yale ambayo nimepitia, nimekuwa na ujuzi nayo, mengine nimeyashuhudia. Mimi nililelewa na mama mzazi, si kwamba baba hakuwepo, lakini utengano wao, mama aliona atulee, na kulelewa
na mama peke yake ambaye hakuwa na uwezo wa kiuchumi na kifedha. Nakumbuka tulikuwa 7. Mama kutulea haikuwa lele mama, ilikuwa ni kazi ngumu kutukimu na kadhalika, na hali hiyo inaiona katika jamii. Wakati nimekuwa mwalimu, hata katika shule ambazo nimefunza, nimeona swala hilo likitokea, kwamba ninakumbuka mwanafunzi mmoja alikuwa na wazazi 4, yani baba ametengana na mama ameolewa na baba ameoa. Sasa tatizo linakuwa kwamba jioni wanapigania huyu mtoto, nani watamchukua kwanza. Sasa mama alitamani mtoto ajinasibishe sana naye, awe upande wake. Sasa anakuja mapema, anapokuja mapema anakuja na yule mume wake, upande ule mwingine, si baba wa mtoto, kwa yule mwingine. Sasa anachukua yule mtoto. Baada ya dakika 15 baba anafika na mke wake, nao wanataka mtoto. Wanasema sasa mtoto ameenda wapi? Sema mtoto amechukuliwa na mama. Kwa nini akachukuliwa na mama? Sasa ni mama yake. Huyo ni mama na wewe ni baba. Sasa inakuwa kwamba kuna mvutano. Mtoto alitoka kwa baba asubuhi akiwa ameandaa mambo yake kwamba jioni hapa ndipo mahali atasomea. Vitabu vyake viko pale vya kufanyia kazi ya ziada. Sasa jioni ama siku baada ya kusoma amepewa kazi za nyumbani na anaenda kwa mama. Huko hakuna vitabu, hakuna chochote. Na sasa labda anataka kufurahishwa. Kwa hivyo atakapofika kwenye nyumba, labda ni kutazama runinga, labda yale ambayo baba anamkataza. Sasa huku kuna ruhusa. Sasa ruhusa ndio avutiwe zaidi. Mtoto anakuja asubuhi, hajafanya kazi yoyote. Walimu wanakasirika, mbona hujafanya kazi? Mtoto alikuwa anazungumza tu kwamba unajua tuna nyumba mbili, nyumbani kwetu ni kuwili, kwa baba na kwa mama. Sasa leo nililala kwa baba, nilipoamka nikaja shuleni, mama akaja kumchukua. Sasa huyu mtoto niliona akianza kuathirika. Aliathirika kiasi kwamba akiwa grade darasa la 4 alikuwa hataki kujitambulisha, ama hajitambulishi na uhalisia. Anaambia wenzake yeye ameishi Marekani, likizo yeye huenda Marekani, shughuli zake ni Marekani, kumbe hajawahi kwenda. Hajui kabisa hata Marekani hajaenda. Nashukuru Mungu, ilikuwa kumbe ni maombi na ndoto zake. Sasa hivi anafanya kazi Marekani kwa sababu ya kushauriwa na walimu kama sisi, kwa sababu tuliona hapa tusipomshauri ilikuwa vigumu. Pia kujitambulisha, na kwa sababu alikuwa ni mvulana, kujitambulisha na wavulana wenzake ilikuwa linamtatiza. Sasa mara nyingi utamkuta yuko na wasichana, hata wasichana wanapofunga sweta kwenye kiuno, hata naye pia anafunga kwenye kiuno. Sasa unaona mambo kama haya yanatatiza maisha ya mtoto. Nilivyosema, kwa mfano upande wetu ilikuwa ni vigumu kujitambulisha na hata familia yetu, yani familia ya mama, kwamba mimi ni wa fulani, kwa sababu nyumbani hakuna kitu. Hakuna chochote. Wanafunzi wenzangu wakija shuleni wanakuja kwa viatu, wamevaa sare nzuri safi. Wewe unakuja na sare imechakaa, huku nyuma inaonyesha kama gugu na matundu kama gugu. Sasa hata mwalimu akikuita mbele uende kufuta ubao, ni kama amekutesa sana. Unakawia kusimama, unapokawia naona una nidhamu. Sasa anakuadhibu, inakuwa kesi. Inakuwa kesi, mbona hujafanya hivi? Sasa ilikuwa ni vigumu kujitambulisha. Hata ni ajabu kwamba utotoni nilikuwa naitwa jina mama alikuwa anatuita, mimi na ndugu yangu alituita majina ya marais wa Afrika. Mmoja aliniita Lumumba,
mimi nikaitwa Kenyatta. Sasa katika ule umri ukicheza na wengine wakisikia Kenyatta wanakucheka ba. Kenyatta gani? Kinaya. Kenyatta gani huyu? Mpaka nikalikataa hilo jina. Nikalikataa kabisa, nikalifunikia, nikaanza nikashikilia majina ambayo sasa uhalisia wa hali na jina ambalo si Kenyatta. Sasa unaona hali kama hiyo iko sasa katika jamii nyingi. Jamii nyingi zina mambo kama hayo. Watoto kuwa na nidhamu inakuwa ni shida, kwa sababu mtoto anahitaji baba, anahitaji mama, anahitaji kuelekezwa, asikie sauti ya baba, asikie sauti ya mama. Mimi nimelelewa bila kusikia sauti ya baba, lakini nikaamua nitajifunza mimi mwenyewe, nitasimama katika ile nafasi ya sauti ya baba, mimi niitafute mwenyewe. Na kutokana na hiyo imenifaa, imenisaidia. Nimelea watoto wangu vizuri, wote wamehitimu katika chuo kikuu. Mimi baba hakunisomesha, lakini nikaona lazima nisomeshe wanangu, nitie bidii. Kwa hivyo nilitambua, lakini wengine hawapati nafasi ya kutambua. Wanapata shinikizo hata la kiakili, na wanaingia katika mikondo ya kuharibia maisha, kama ni kuvuta sigara, kutumia dawa za kulevya, ulevi, maisha ya kiholela, kuwa na wapenzi kiholela tu, kwa sababu hiyo ndio inachukua nafasi ya ufahari. Zamani hakuwa na mambo kama hayo. Mambo kama hayo, ndugu yangu, tuliheshimiana sana. Nakumbuka kijijini tulikokaa, huwa na watu, kuna mto mimi nimelelewa kule Vihiga. Sasa kuna mto unapita, na mto huo tukiwa utotoni kulikuwa na sehemu ya mabinti kuoga na sehemu ya wavulana kuogea. Hakika sikusikia kwamba kumekosekana nidhamu kwamba labda mvulana amepatikana sehemu ya wasichana na labda msichana amepatikana kule kwingine. Waliheshimiana, kulikuwa na heshima kubwa sana. Maswala ya mahusiano yalikuwa si ya kawaida, watu walijiheshimu. Lakini sasa hivi labda kutokana na vijana kuona mambo yote kuna mambo yote kwenye mtandao, mtandao si mbaya, mambo ya majukwaa haya si mabaya, yana maarifa mengi mazuri, lakini sasa kuna mengine ambayo ni ya kinyume. Sasa tofauti ni kwamba kizazi cha sasa kina mambo mengi kichwani bila mwongozo, na hapo ndipo wanapotoka. Unajua, huu mwili, mimi waambia watu kwamba huu mwili umeumbiwa maasi kuasi. Mwili huu si rahisi utende mema. Asilimia kubwa ni ya kuasi. Uelekea mahali ambako mkondo unavutia kubaya. Ndipo sasa tunakuwa na nidhamu. Nidhamu inalazimisha mwili huu utende yaliyo mema, na ndipo unaona hapo ndipo kuna mvutano. Ukiambia jinsi nataka uwe na nidhamu, nasema nina uhuru wangu. Mimi nina uhuru, ninafuata yale ya kufuata, na sitaki kuambiwa. Wengi hawataki kuambiwa, kisa na maana wanaona ni kama wanapoteza ile nafsia ya ubora wao. Ni kama unawadhalilisha. Mzazi akimwambia, akimkemea kidogo, hapo amemkosea. Mzazi amenikosea. Na unaona mifumo hii hasa ni ya kigeni. Ukiangalia jamii hasa za kimagharibi, hizi nchi za magharibi, hasa Uingereza na Marekani, wametesa sana taifa la Kenya. Na unaona kwamba hata maeneo ya Nairobi si Kenya. Marekani ndogo. ni mchanganyiko wa Marekani ndogo, Uingereza, na hasa upande wa ndio Nairobi ni Nairobi tu. Anaweza kufanya mambo makubwa, na pia anaweza kuwa mharibifu. Na nimesema mwili huu
umeumbiwa maasi. Sasa inakuwa ni rahisi kuasi. Sasa vijana wengi kuna wakati nimeshuka jijini kwa sababu shughuli zangu zilikuwa za kutoka nje na kurudi jijini. Kuna wakati nimeshuka jijini saa 9 usiku alfajiri. Nakwambia vijana ambao niliona jijini sasa ndio wanatoka. Sasa hiyo ni Jumamosi, sasa inaenda Jumapili asubuhi. Vijana wanatoka kwenye baa, sehemu za burudani, sehemu za nini, ndio sasa wanaenda kulala. Sasa dini pia ni muhimu. Sisi tulielekezwa kwamba heshimu Mungu, tii Mungu wakati wote ule, wazazi, jamii na Mungu. Sasa hawa wanaotoka kwenye burudani saa 9 wanaenda kulala Jumapili yote, wana Mungu wapi? Na swala hilo nafikiri linatuleta pale katika lile swala la ulezi. Manake kama unavyotaja kwamba dini ni muhimu katika malezi, kuna sheria ambazo zinamhukumu na kumwelekeza mtoto pamoja na mzazi katika jukumu lake katika kulea. Sasa ukipata kwamba pengine mzazi hajatilia maanani swala hili la dini katika mtoto na kukuza mbegu ile akiwa mdogo, inaleta athari kubwa katika tabia zake na mienendo. Kwa sasa vijana wengi nadhani hawashikilii swala hili la dini sana. Utakuta vijana hasa hawa ambao tunaelewa Gen Z watakwambia kwamba masuala hayo yamepitwa na wakati. Ni masuala ya kutunyanyasa haki zetu, tunajua kile ambacho tunafaa kufanya, hatufai kulazimishwa. Unadhani huo ulegevu katika dini ambao nafikiri kwamba pia ni jamii ambayo imeonyesha udhaifu, unachangia vipi katika kule kuzorota kwa tabia za vijana? Sisi tukiwa vijana, tukiwa watoto, hatukuwa na mbwembwe nyingi kanisani. Na nikisema mbwembwe, wanaenda kanisani, msinichukulie una maana gani usema vibaya kanisani? Naam. Labda nikijibu tu swali lako, utakuta makanisa mengi ambayo vijana wameshikilia lazima kuwe na vyombo vya muziki. Naam, wapiga ile. Naam. Sasa hapo ndio vijana, ikiwa hakuna kanisa bila hiyo, unakuta hata kanisa dogo la mita 10 kwa 10 hivi, kuna kipaza sauti kikubwa na piano pale mbele, haijalishi midundo yake. Naam. Na pia kuongezea viongozi wengi wa dini mahubiri yao sasa hivi zaidi inahusu kwamba mafanikio ya kesho, kwamba kesho utafanikiwa, njoo kanisani uombe tu, miujiza, kesho utakuwa bora. Ikiwa unaishi Kibera, njoo tu kanisani, utavuka uende Kare ama uingie Kilimani, uende Kilelesho. Na kwa wanaume kama wewe hivi utaambiwa fanya lolote lile, malimbuko ni mengi, yani utafanikiwa. Sasa kuna mambo ya kufanikiwa sana kanisani. Sisi tulipokuwa tukienda kanisani, nakumbuka picha moja tu tulikuwa tunaonyeshwa tukiwa shule ya Jumapili, mpaka unashtuka kutenda maovu, unaenda mahali unaenda kutubu dhambi. Sasa hata si dhambi, hivi vijikosa vidogo vidogo. Mungu nisamehe, kwa sababu unaonyeshwa picha, mtu ameinua hii mikono na moto unawaka. Sasa zile ndimi za moto anawaka ndani, unaambiwa watenda dhambi huko ndiko wataelekea. Sasa unaenda nyumbani umeogopa kuasi. Huwezi kuasi bwana, haya mambo nani atataka kwenda kuchomeka? Hata ni ndoto zangu wakati mwingine nilikuwa naota mwisho wa dunia umefika, moto umetokea kule, watu wanachomeka wanalia. Sasa asubuhi mpaka utubu vizuri. Kwa hivyo unaona kuna tofauti. Watu makasisi wakati huo hata wengi hawakuwa na baiskeli, wanaenda kwa miguu vijijini, wakiambia watu jamani, safisha moyo wako, safisha moyo wako, kubaliana na jirani yako,
kuwa na uhusiano mwema na jirani yako, ishi vizuri na mambo kama hayo. Na hali hiyo ilifanya wengi kuelekea kutenda na ama kulea familia zao vizuri. Siku hizi utakuta kwamba kuna baba anapeleka watoto kanisani na Lexus na yeye haingii kanisani, atakuja kuwachukua. Sasa mke wake, yani mama na watoto ndio waingie kanisani. Huko ni kuwa jamii, kwa sababu mtoto hasa wa kiume anataka aone baba anafanya nini. Mimi niliishi nikiona babu yangu akisoma Biblia, akiamka asubuhi, lile jua linapochomoza likifika saa 3 pale, analeta kiti chake pale nje, anaketi anasoma Biblia. Usiku utamwona akisoma Biblia. Sasa hilo linafundisha nini? Hakutuambia mambo ya kanisani, lakini unaona akisoma. Wewe mwenyewe unaona. Sasa kijana sasa akiona leo baba anaenda huu mkutano, anaenda huu mkutano, sikatai. Kuna wale hata wanaishi angani kwa Singapore leo, kesho ukimuuliza utasikia amefika Japan, mara amefika Ufaransa, mara amefika Marekani, anakuja tu kubadilisha nguo. Wakati mwingine hata anabeba ananunua kule. Sasa unaona mfano wa baba, jambo ambalo nitazungumza hapa. Wakenya wapenzi, kina baba waweke msingi katika familia zao, waketi wakubali kuwaelekeza watoto wao, kwa sababu mfano ni kitu ambacho hakimo vitabuni. Mfano tu kwamba hatujaona baba akifanya hivi, hivi ni vibaya, baba afanye hivi. Lakini ikiwa baba anakuja na pombe na nyumba, whisky, akishakula chakula hata naambia hata watoto wadogo, na ile mtoto wake mdogo anamwambia onja kidogo mami, onja kidogo ndani, mtoto akilia na mnyamazisha kwa sasa hali kama hiyo inavuruga akili. Kwa hivyo kizazi hiki hatuwezi kulaumu Gen Z. Huu msimamo wao ni kwa sababu walikosa wa kuwalea kwa kipindi kirefu wanapokuwa. Sasa wamejikuta wanakuja katika mazingira ambayo yanahitaji wawe walikuwa na msingi thabiti wa uadilifu, uwajibikaji na kujisimamia katika mambo mengi. Badala yake unakuta ni katika mtandao utakuta hata tumetekwa nyara. Wakenya wanajua Man U na Arsenal kuliko timu zao za asilia na mambo ambayo yanaweza kulea familia zao. Naam.